Yule mzee alimsaidia Museveni, lakini mwisho ikawa shukrani ya punda ni mateke. Yule dada naye penzi likaiva, akaoza kwa Museveni, lakini mzee akatia ngumu akamsaliti Museveni. Ufirst lady nao ukampita, yani kisichoridhiki hakiliki. Ili huyu naye kujipoza akampokonya mpenzi wa yule. Si unajua tena, ubaya unalipwa kwa ubaya. Unajua ilikuwaje? Mambo yalikuwa hivi. Boniface Byajima alikuwa ni mkuu wa shule ya Mbarara High School. Mzee Byajima alikuwa ni mzee mwenye kupenda kufundisha na mwenye mapenzi makubwa sana kwa wanafunzi wake. Hivyo mwaka 1959 Mwalimu Byajima alimpokea mwanafunzi aliyekuja kujiunga na masomo katika shule ya Mbarara High School. Mwanafunzi huyo alikuwa hana nguo za shule, hana ada, wala hana mahali pa kukaa. Kijana mwenye uso wa huzuni sana, na kila wakati alionekana kuwa ni mpweke sana. Mwalimu Byajima akaamua kumchukua na kumweka nyumbani kwake na kumlipia ada kijana mdogo aliyeitwa Yoweri Museveni. Mwalimu Byajima kama haitoshi, hakuishia hapo. Akaanza pia kumsaidia mama Esteri Kokundeka, mama mzazi wa Yoweri Museveni, ambaye alikuwa ameachana na mzee Amos Kaguta. Mwalimu Byajima alimfundisha Museveni kidato cha kwanza na kidato cha pili pia, akiwa kama ni mtoto wake wa kumzaa. Akaendelea kukaa naye pale nyumbani kwake mpaka muda wa likizo, mpaka pale alipojiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alipokuwa chuo kikuu ndipo Museveni akaanzisha mahusiano ya kimapenzi na mtoto wa mzee Byajima aliyeitwa Winnie Byajima. Wakati wote huo mzee Byajima hakujua chochote kile ambacho kilikuwa kinaendelea. Yani, usifuge fisi kwenye zizi la mbuzi, utaumia sana. Mzee Byajima alipogundua hilo akachukia sana. Museveni alipojua na yeye akatoroka kwa mzee Byajima na binti yake kuelekea msituni kwenye vita vya ukombozi. Wakati huo Kizza Besigye alikuwa masomoni ya udaktari huko Sweden, akiwa na mahusiano na mwanamke aliyeitwa Janet. Museveni alimtembelea mzee Byajima na kumwambia anataka kumwoa binti yake, lakini mzee alikataa, japo binti yake akaendelea kuwa na mahusiano na Museveni. Dr. Kizza Besigye alirejea Uganda mwaka 1982, akajiunga vita vya msituni, na Museveni akamfanya kuwa tabibu wake, na akawa tabibu wake kwa muda wa miaka 10 hadi mwisho wa vita. Wakati wote huo tabibu Dr. Kizza alikuwa akiwatibu Museveni na Winnie. Baada ya vita na Museveni kuwa rais wa Uganda mwaka 1986, Museveni alienda tena kwa mzee Boniface Byajima ili kuomba amuoe binti yake. Mzee Byajima akagoma. Wakati huo Dr. Kizza Besigye hakuwa na mahusiano tena na Janet kwa miaka 15 nyuma. Basi Museveni alikuwa akiishi na Janet kutoka miaka 12 hivi nyuma. Wakati huo Winnie alikuwa akikaa na Museveni kwenye moja ya viunga vya mji wa Entebbe, Uganda. Basi mambo yakaendelea. Baada ya Winnie kuona baba yake kugoma kabisa yeye kuolewa na Museveni, akaamua kumtosa Museveni na kurudi Kampala. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, waziri wa mambo ya ndani Dr. Kizza Besigye alifukuzwa uwaziri na Museveni. Winnie naye alikutana na daktari wake alipokuwa msituni, Dr. Kizza Besigye. Wawili hawa wakaamua kuanzisha mahusiano ambayo baadaye wakaoana kabisa na kupata mtoto mmoja. Huyu Winnie sasa yeye ni mkurugenzi wa Oxfam, na huyu Janet sasa ni first lady wa Uganda. Museveni ni rais wa Uganda, na Dr. Kizza Besigye ni kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Uganda cha Forum for Democratic Change. Inasemekana mzee Museveni aliumia sana kumkosa Winnie, hata aliamuru ranchi ya mzee Boniface na baadhi ya mashamba yake yataifishwe. Hadi mzee Boniface anafariki walikuwa hawaongei na Museveni. Museveni na Dr. Kizza Besigye
nao pia hawaelewani, maana kila mmoja alimchukulia moyo na upendo wa mwenzake. Penzi likaharibu kila kitu, mpaka huyu kuwa mtesi wa yule, na huyu kusahau fadhila za yule. Huyu anaumizwa na yule kwa sababu ya huyu. Penzi likaacha alama, alama ikasaliti penzi. Na huo ndiyo mwisho wa hadithi yangu. Yule mzee alimsaidia Museveni, lakini mwisho ikawa shukrani ya punda ni mateke. Yule dada naye penzi likaiva, akaoza kwa Museveni, lakini mzee akatia ngumu akamsaliti Museveni. Ufirst lady nao ukampita, yani kisichoridhiki hakiliki, ili huyu naye kujipoza akampokonya mpenzi wa yule. Si unajua tena, ubaya unalipwa kwa ubaya. Unajua ilikuwaje? Mambo yalikuwa hivi. Boniface Byajima alikuwa ni mkuu wa shule ya Mbarara High School. Mzee Byajima alikuwa ni mzee mwenye kupenda kufundisha na mwenye mapenzi makubwa sana kwa wanafunzi wake. Hivyo mwaka 1959 Mwalimu Byajima alimpokea mwanafunzi aliyekuja kujiunga na masomo katika shule ya Mbarara High School. Mwanafunzi huyo alikuwa hana nguo za shule, hana ada, wala hana mahali pa kukaa. Kijana mwenye uso wa huzuni sana, na kila wakati alionekana kuwa ni mpweke sana. Mwalimu Byajima akaamua kumchukua na kumweka nyumbani kwake na kumlipia ada kijana mdogo aliyeitwa Yoweri Museveni. Mwalimu Byajima kama haitoshi, hakuishia hapo. Akaanza pia kumsaidia mama Esteri Kokundeka, mama mzazi wa Yoweri Museveni, ambaye alikuwa ameachana na mzee Amos Kaguta. Mwalimu Byajima alimfundisha Museveni kidato cha kwanza na kidato cha pili pia, akiwa kama ni mtoto wake wa kumzaa. Akaendelea kukaa naye pale nyumbani kwake mpaka muda wa likizo, mpaka pale alipojiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alipokuwa chuo kikuu ndipo Museveni